بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين, amma ba'd. Naam, karibuni ndugu zangu katika majlisi yetu ya ilmu. Leo bimashiati llahi taala tunaendelea na somo letu la usul al-fiqh katika kitabu Matnul Waraqat ya Imam al-Juhayni rahimahullahu taala, na tuliishia katika aqsamul kalami, na leo bimashiati llahi tunaendelea na al-amru kwa ufafanuzi wake. Anasema wal amru istid'a'u al-fi'li biqawli mimman huwa dunahu ala sabili al-wujuba. Anasema amri maana yake ni nasema ni kutakikana kufanyika kitendo, istida'u al-fi'li kuhitajika, au ni kuhimiza kupatikana kitendo, kulazimisha, sio kuembeleza, maana kulazimisha kupatikana kitendo, bilqauli, kwa kauli, kwa kauli. Mimman huwa dunahu, kutoka kwa juu, aliye juu kwenda kwa aliye chini, kutoka kwa mwenye mamlaka kwenda kwa siku na mamlaka, kutoka kwa mwenye nguvu kwenda kwa siye na nguvu. Ala sabili alwujub, na katika njia ya wajibu, manake hicho kitendo kinahitajika kufanyika kwa ulazima. Wasighatuhu, na tamshi lake if'al. Watu usul, ulama usuli wametuwekea tamshi asili la amri, yani kitendo cha kuamrisha katika lugha, basi ni kutumia kauli ya if'al, fanya, bimaana kutakiwa kufanyika jambo. Wahiya, nayo ni inda al-itlaq, inapokuja bila kufungwa, ikiwa imeachiliwa bila kuwekewa mipaka, masharti. Al-itlaq yani, au bimaana tafsiri maalum, bila kuwekewa mipaka, imeachiliwa manake. Watajarrud an al-qarinati, na inapokuwa uhuru bila ya dalili, bila dalili ya pembeni, yani karina, dalili ya ziada, yani ya maandishi, muktadha au hali, karina inayobadilisha maana ya amri. Anasema tahmilu alayhi, hubebwa juu yake, yani amri hubebwa juu ya maana ya wajibu, yani ulazima. Hapa wanasema kuna takdir, neno lililoondoshwa kwa makusudi, yani tahmilu ala alwujubi, ndio kilichokusudiwa. Illa ma dalla dalilu ala anna almurada minhu nadb, illa, isipokuwa pale dalili inapothibiti. Inapothibiti vipi? Ala muradi minhu nadb, kwamba kinachokusudiwa ni sunna, nadb, sunna au mustahab, au illa au al-ibaha, au ikawa ni ibaha, yani halali, jambo halali lenye kuruhusiwa, si lazima wala si sunna, ni ruhusa tu, al-ibaha. Wala yaktadhi at-takrir, wala yaktadhi at-takrir ala sahih, wala amri haionyeshi ulazima kwa kurudia,
hiyo kwa kauli sahihi ya wanachuoni wa usul. Wanachuoni wa usuli wanatuambia hivyo. Illa ma dalla dalil, isipokuwa pale dalili itakapothibitisha, inapothibitisha ala qasdi at-takrir, kwamba amri imekusudiwa irudiwe mara kwa mara. Qasdi takriri, nia ya kurudia rudia. Wala yaktadhi al-fawr, na wala amri haionyeshi kulazimika kufanya mara moja. Al-fawr maana kufanya papo hapo bila kuchelewesha. Wal amru biijadi alfi'li amri bihi, na hapo aliposema wal amru biijadi alfi'li, na amri ya kuleta kufanya kitendo. Amru bihi ni amri ya kitendo chenyewe. Wa bima la yatam alfi'l illa bihi, na pia ni amri ya yale ambayo kitendo hakitimii bila hayo. Yani hapa kuna kanuni mashuhuri ambayo inasema ma la yatamma alwajib illa bihi fahuwa alwajib, ma yale ambayo la yatam, hayatimii alwajib, kwa uwajibu, ila kwa jambo lenyewe, ila bihi, kwa jambo hilo lenyewe, fahuwa alwajib, basi hiyo ni wajibu. Bimaana kwamba kuna jambo haliwezi kutimia mpaka kitu fulani, basi kile kitu fulani kinakuwa nacho ni wajibu. Kal amri bisalati, kama vile amri ya swala. Kama amri ya swala, bimaana amru bitaharati almaudiyati ilaiha, ni amri ya kutawaza au tahara inayopelekea swala. Umeona? Yani hii amri imeamrishwa, amri ya kuswali, basi ndio kuna, ili swala iweze kutimia inahitajika tahara, basi tahara imekuwa ni wajibu kwa sababu ya amri ya swala, kwa sababu hili ndio linasababisha swala iweze kutimia. Wa idha fu'ila yakhruju al-ma'mur 'an al-'idat, anasema pindi amri hiyo itakapotekelezwa, yule aliyekalifishwa hutoka kwenye dhamana ya wajibu, yani jukumu au dhima ya kisheria anatoka. Man yadkhulu fil amri wan nahi wa man la yadkhulu, yule anayeingia katika amri, jambo la kuamrishwa na katazo, na yule ambaye aingii. Hapa ndio kipengele kinachofuata, ufafanuzi wake. Anasema yadkhulu fi khitabi llahi ta'ala almu'minuna, wanaingia katika hutuba, yani katika amri na makatazo. Khitabi maana yake yale maneno ya Mwenyezi Mungu
bimaana kuamrishwa na Mwenyezi Mungu au kukatazwa. Wanaoingia hapo ni nani? Waumini. Maana waumini ndio waliobebeshwa moja kwa moja amri na makatazo ya sheria. Kwa hiyo yadkhulu fi khitabi llahi taala almu'minun, wanaingia katika matamshi yani kuamrishwa na kukatazika ya Allah ni waumini. Wasahiyu wassabiyu walmajnunu ghair dakhilina fi khitabi. Asai unasema ni mwenye kusahau, wasabiyu na mtoto mdogo, walmajnun na mwenye wazimu, ghairu dakhilina fi khitabi, wao hawaingii katika khitabi. Tunasema khutba au tunasema ndo hayo yale maneno ya Mwenyezi Mungu yenye kuelezea amri na kukataza, ndo khitabi. Kwa hiyo hawaingii watu wenye sifa hizo, wao hawamo katika hayo majukumu, wao hawabebi takhlifu yoyote. Walkufaru mukhatabuna bifuru'i sharai, na makafiri wanaoambiwa na matawi ya sheria, bimaana ibada na hukumu za vitendo kama swala na zaka, ndio furu'i sharai. Wa bima la yasihhu illa bihi, na pia wanahutubiwa au wanaambiwa na kile ambacho matawi hayo hayasii bila hicho. Wahuwa nayo wahuwa alislam, nao ni Uislam. Bimaana makafiri wao bimaana pia wanaingia katika kwamba zile khitabi, maneno ya Mwenyezi Mungu, wao hayawahusu, kama hao walioelezewa wenye udhuru katika Uislamu, kama ni mtu mwenda wazimu, mwenye kusahau, mtoto, umeona bwana, wao hawaingii. Na makafiri pia hivyo hivyo, bimaana kwa sababu wao hawajatimiza shuruti, mpaka waingize shuruti ambayo ni nini? Uislamu. Ndio sababu ya yule mwenye kuingiza Uislamu basi anakuwa anaingia katika waumini. Huyu ndio anayeambiwa maneno ya Mwenyezi Mungu au amri zake na kukatazika kwake. Liqaulihi taala, na hii ni kwa kauli ya Allah mtukufu aliposema, qalu lam naku minal musallin, walisema hatukuwa miongoni mwa wenye kusali. Hii aya inaeleza wale watu wa motoni, makafiri wale, watakapokuwa wakizurubiwa, wakipewa adhabu na wakiulizwa kwa nini, manake mpaka mmeingia katika moto, wanasema sisi tulikuwa si miongoni mwa wenye kusali. Wal amru bi shay nahyu an dhiddihi, na amri kwa jambo basi ni katazo kinyume chake. Wanahyu an shay'in amru dhiddihi, na katazo juu ya kitu basi ni kuamrishwa kinyume chake. Kwa inshallah taala, jambo kubwa muhimu sana, usisahau kusubscribe like channel yetu ya Punjabi Online TV, na kulike, kushare, kucomment, kutuombea dua, na bimaana kushare katika kusambaza kwa watu wengine, kualika na wenyewe waweze kujiunga ili kuweza kustafidi kupata hizi darasa ambazo zipo katika mfululizo huu. Tunaendelea biidhnillah mpaka tutakapokamilisha, na vitabu vingine ambavyo tumevisomesha na vingine tunavyoendelea kuvisomesha. Muhimu sana usisahau kutuombea dua ili Allah atupe taufiki kuweza kuyakamilisha haya. Darasa itakayofuata itakuwa ni maelezo juu an-nahyu, juu ya katazo kwa kina biidhnillah. Allah tuwafikishe.